Mbeli babangu alikuwa fite. Rudia tena. Songe ya mbeli babangu alikuwa fite. Ncha ya kisu hawapigi kwa mkono. Utafanya nini? Toboa. Toboa. Yani wewe uwezi kuwa na matatizo alafu ukaenda tena kwenye shiriki. Ukiona umeenda kwenye shiriki yale matatizo yameisha, jua mbele kuna balaa kubwa kuliko ile unakuja. Kuna watu wanaenda kwenye shiriki wanakuambia alhamdulillah mimi nimehangaika kwenye dua, nimeteseka, lakini sasa hivi mambo shwari. Haya mambo nitarudi kumalizia hapo. Yupo mwanamke mmoja alikuja akanihadithia, anambia shehe, mimi nimeenda kwa mganga, kicho nitokea ni hatari. Nini? Ambaye mume wangu mimi alikuwa anazingua. Mume wake, maana mimi ni mwanaume, mume wake. Yani mimi watu wasio shehe nani mimi. Anasema mume wake alikuwa anasumbua. Kwa akamfuata rafiki yake akamwambia shoga yangu mimi mume wangu anazungua. Akamwambia usijali. Mimi nina mtaalam. Wanaongeza na aini siku na mtaalam. Ametoka Tanga, twende nikupeleke. Na huyu mwanamke ambaye anapelekwa ni kama chotara wa Kiarabu. Yuko vizuri mashallah. Mungu kamuumba vizuri. Sasa mwenzake amempeleka kufika kwa mtaalamu. Yule aliyempeleka ndio anafahamiana yule mtaalamu. Kwa akamuacha yeye akafanya nini? Mganga alipoona hali ya yule mwanamke, akili ya kutibu ikahama. Haya mambo wanafanyiwa sana kwenye ushirikina sana. Hata ukitazama kwenye comment hapo za wasikilizaji, kuna wengine watakwambia shehe na mimi hilo linikuta, astaghfirullah. Kwa sababu gani? Wanakimbia dua, badala yake watakwenda kupata laana. Mganga akamwambia mimi ninayo dawa hapa. Lakini dawa natakiwa ni kuogesha mimi mwenyewe ukiwa una nguo hata hiyo moja. Yule dada akasema alikuwa ana imani udada. Sema leo ni hatari. Lakini ukimaliza kuogesha nitakupaka mafuta maalum. Ukitoka hapa unawaka. Kifika nyumbani mume wako ataanza kuita mwenyewe. Na atakutajia wanawake wote. Ya Rabbi. Nifanye nini? Akaona akamwambia mganga, kajishusha. Maana ni nje ya mji, anaweza kabako atakubako. Mganga akitazama tayari muhemuko huko juu. Maana kampenda yule mwanamke. Akamwambia naomba hili swala ni zuri, lakini kajiandae, mimi nataka kujua bei na nini kwa sababu niko katika hali zetu zile hali za kike. Utarudi kweli nitarudi kabisa. Mimi mwenyewe nimekuelewa. Yaani yule mwanamke kabidi ajishushe, mimi mwenyewe nimekuelewa. Basi mganga, angalia maajabu, mganga anataka hela, lakini mganga akachukua laki ya nauli kampole mwanamke. Yule mwanamke alipotoka kule akasema hapana, akaenda mpaka kwa rafiki yake. Kaambia rafiki yangu, kwani umenifanyia nini? Ndio umenipeleka wapi? Akaambia kwani umefanyia nini? Akaambia mganga ulinipeleka kanifanyia 1, 2, 3. Yule rafiki yako unajua alichomwambia? Haambia hayo tu. Mwenzio mimi nimefanywa makubwa kuliko hayo na mambo yangu super. Sasa makubwa kuliko kuvuliwa nguo na kuopakwa mafuta na mwanaume asiyekuwa wako ni makubwa namna gani haya? Chafu. Kwa hiyo nikamwambia huyu mama fanya dua. Dua gani? Mimi nikamwambia tumia sasa neno hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tumia haya mara kila unapomaliza kusali, itaje hata mara 200 mara 300, lakini mswalie sana mtume. Alafu unamuomba Mwenyezi. Nikampangia utaratibu ambao ni mrefu, nilimpangia, nikamwambia nenda utumie. Yule bibi akawa anatumia. Kapita muda. Siku moja nikapigiwa simu na mtu, bana unaitwa wapi? Maji Matitu. Kuna bibi anakutafuta sana, ni mwezi anakutafuta. Uko wapi? Nikamwambia mimi sasa niko Kariakoo. Nakuja. Bwana akaja akaniletea 50 na nauli. Twende. Kafika mpaka Maji Matitu. Nimefika pale. Yule bibi ananiambia, Sheikh Ibrahim, majibu ya dua Allah ametoa. Nini? Nimempata mfadhili amenijengea nyumba. Ilikuwaje sasa? Huyu bibi ni anajua majani ya magonjwa ya watoto wadogo. Yes, unajua watoto wakizaliwa kuna magonjwa yale. Sasa kuna Mwarabu mmoja alizaa mtoto, mke wake akawa anasumbua. Mwarabu anakaa Kariakoo, siwezi kumtaja jina. Yule mtoto wake akawa anasumbua kwa muda, ameenda hospitali, amehangaika, mtoto anasumbua. Akaelekezwa kwa yule bibi.
Yule Mwarabu akaenda na mke wake mpaka yule bibi. Yule bibi akachukua majani akapona ponda akampa. Yule Mwarabu akawa anachukua shilingi 20,000 anampa yule bibi ya sadaka. Yule bibi anambia hapana, mimi natoaga sadaka. Sawa. Yule Mwarabu akaenda. Yule mtoto akapona, Mungu akaleta, maana kupona ni kwa Allah. Yule mtoto akapona. Yule mtoto alipopona, yule huyu Mwarabu huyu ambaye kwa hapa mjini anamiliki sheli nyingi sana, akaona pana, nimfuate yule mama. Akamfuata. Mama, naomba unielekeze ile dawa. Mama akasema yeye, twende nikuelekeze, ni majani haya, ni majani ajali. Sasa yule Mwarabu akawa anafikiria maisha huyu mama, hali alionayo, dawa hii mtoto wangu amesumbuka, waganga na waganga wameshindwa, huyu amemtibu kwa majani ambayo tumeona ameyachuma yote na amenielekeza na bado hajaniomba hela. Hapana, moyo ukao kama nitashindwa kumsaidia huyu nitamsaidia nani? Ndio akamuuliza, kwani unaishije? Maisha yako naona duni. Yule bibi ndio akawa anamhadithia. Yule Mwarabu akamwambia, mimi kwa namna ambavyo nimeletwa na Mungu kwako, bila shaka natakiwa kusaidia. Unaona maji matatu mali asili pale kwa nyuma. Alimjengea nyumba, vyumba 3 na sebule, akampa msingi. Yule bibi sasa hivi ni mjasiriamali mkubwa japokuwa amekuwa mtu mzima. Mashaallah. Ilitokana na nini? Na dua. Mama wake ambao alifanya kwa na dua. Kwa hivyo niwaombe sana Waislamu wanaotufuatilia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, waachane na ushirikina, warudi kwa Mungu, mambo yote tuwapeleke kwa dua inshallah. Shukran sana. Ni Sheikh mhadhiri huyo Ibrahim Khamis Mbaruk Labanga, sio Lubango maarufu sana kama Mkongo, tukiwa naye hii leo katika Wadhakir, na akihitimisha hivyo mada yake ambayo inazungumzia kuhusiana na umuhimu wa dua. Tujaribu kupitia hapa baadhi tu ya ujumbe wa watazamaji wetu. Anaitwa Now89, anasema mashallah, leo tumesafiri hadi Kongo, lakini pia akisema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kutokana na kisa ambacho umekizungumzia hapa. Lakini Shemsa Ali anasema mashallah, mada nzuri sana leo. Shukran sana mhadhiri wetu, Allah kulipe khairi kwa ilmu uliotupa. Lakini Sheikh Ibrahim Kishki all the way kutoka Saudi Arabia kwa kitazama hivi sasa, anasema mashallah tabarakallah, Allah ahifadhi kwa mada nzito ya dua. Kutokana na umuhimu wa dua, watu wakithirishe kuiombea nchi na kuombea viongozi wetu, na tuwe na tabia ya kuombeana dua njema. Asante sana Sheikh Ibrahim Kishki. Lakini pia Sheikh Abdullah Masawi anasema mashallah. Tio pia Mafunda Khatibu anasema shukran sana kwa mada nzuri, Allah azipokee na azikubali dua zetu. Oman Ibrahim asante sana. Lakini pia shukran kwa Furaha Mosi, Hijra Majid, Ziada Rashid, Mafunda Khatib, Halima Omwayi na Shemsa Ali Ruqayya pia asante. Nimekuona pia vile vile ndugu yangu Amina Suleiman, Aisha Abdul na wengine wote ambao kwa hivi sasa mnaendelea kutuandikia. Sheikh Ibrahim Kishki amerudi tena, anasema nasaha, watu ambao hawajui taratibu za dua wachukue tahadhari sana na baadhi ya watu wanaofanyia watu dua. Wengine anasema wengine ni washirikina, wanajificha kwenye mambo yao ya kishirikina kwa mgongo wa dua. Ni ushauri wa kwake Sheikh Ibrahim Kishki akituangalia kwa katika eneo hilo. Lazima tuwe na tahadhari. Naam. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la watu wengi kuwasomea watu dua. Dua pia ni taaluma. Kwa sababu tumesema ni ibada. Huwezi kuongoza ibada kama huna elimu ya ibada ya hiyo unaongoza. Hivi unaweza kuwa imamu wa kuwasalisha watu na huna elimu? Hapana. Huwezi kusoma Qur'an. Hapana. Kwa lazima kwanza anayewasomea watu dua awe na taaluma ile ya nini? Ya dua, kwa sababu dua ni ibada. Unapomsomea mtu dua unapata thawabu, na yule anayesomewa dua anapata thawabu. Kwa lazima uangalie. Kuna mtu unaenda kwake akusomea dua, anafanya mauzauza. Yaani anakuwa na mauzauza mengi. Unajiuliza hii ni dua au tu hivyo. Kwa lazima watu pia kweli, amenikumbusha Sheikh Ibrahim, wachukue tahadhari sana. Naam. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, Shemkongo bana, nafahamu umeanza dawa muda mrefu sana. Takriban tangu mwaka 2006 tulizungumza, umeniambia ni miaka mingi na karibia miaka 20 ngapi? Naambia kuna tukio lolote ambalo katika upande wa dawa uliwahi kulifanya labda likakuhuzunisha na ukao kilikumbuka kwako haliko vizuri? Shehe wangu bwana, mimi nimesafiri sana katika maisha mengi sana ya kidawa. Nimefanya vitu vingi sana. Lakini shehe,
hakuna tukio ambalo mimi bado linaniumiza ambalo nililifanya mimi